Shalom. Karibu kwenye channel ya Injili, Mhubiri na Mshauri. Hebu tuingie kwenye fumbo nambari ya 666. Kwa karne nyingi, nambari 666 imeogopwa, kuepukwa na kuchukuliwa kama alama ya uovu. Imeondolewa hata kwenye namba za leseni, vyumba vya hoteli na mitaa ili kuepuka mkosi. Utamaduni maarufu umeifanya kuwa ishara ya Shetani na kuimarisha imani kwamba hii ndiyo nambari ya kutisha zaidi katika Biblia. Nambari 666 inaonekana mara moja tu katika Biblia nzima, kwenye Ufunuo wa Yohana mlango wa 13 mstari wa 16 hadi 18. Naye akawalazimisha watu wote, wakubwa na wadogo, matajiri na maskini, walio huru na watumwa, wapokee alama katika mikono yao ya kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Wala mtu yeyote asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa yeye aliye na alama hiyo, jina la mnyama au nambari ya jina lake. Hapa ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili na hesabu ya mnyama, maana ni hesabu ya mwanadamu, hesabu yake ni 666. Aya hii inaelezea udhibiti kamili wa mwanadamu, alama, ishara ya utii kwa mnyama, aidha mkononi au upajani. Mikono inamaanisha matendo, kile tunachofanya. Upaji wa uso unamaanisha imani, kile tunachofikiri. Kwa hivyo, mfumo wa mnyama unadhibiti sio tu matendo yako, bali pia fikra zako. Alama hii inaashiria utumwa wa akili na matendo, na ni ishara ya utiifu na uongofu kwa nguvu za giza. Wale pekee wanaokubali alama hiyo ndio wanaruhusiwa kushiriki kwenye uchumi. Lakini kuna jambo muhimu hapa. Watafiti wa Biblia walipogundua papyrus 115, maandiko ya zamani zaidi ya Ufunuo wa Yohana yaliyopatikana Othrinchus, Misri, waligundua kitu cha kushangaza. Iliandikwa 616. Hii ina maana kwamba kunaweza kuwa kulikuwa na makosa au mabadiliko katika kunakili maandiko ya awali. Wengine wanaamini namba hii ilitumiwa kuashiria Kaisari Nero, mfalme wa Rumi aliyewatesa sana Wakristo katika karne ya kwanza. Kwa hiyo namba 666 ambayo dunia imeichukulia kama alama ya Shetani kwa karne nyingi, huenda siyo nambari ya awali, bali 616. Katika Kiebrania kuna mfumo unaoitwa Egatria ambapo kila herufi ina thamani ya namba. Jina Nero Kaisar linajumlisha hadi 666. Mfalme Nero alikuwa anajulikana sana kwa mateso yake makali dhidi ya Wakristo wakati wa utawala wake katika dola ya Kirumi. Mateso haya makubwa zaidi yalitokea baada ya moto mkubwa wa Roma mwaka 64 BK. Moto huo uliharibu sehemu kubwa ya jiji la Roma, ukateketeza maeneo mengi na kusababisha maumivu na uharibifu mkubwa. Ingawa chanzo cha moto huo hakikueleweka wazi, kulikuwa na uvumi kwamba Nero mwenyewe aliuchoma moto ili kupata nafasi ya kujenga ikulu zake. Ili kuondoa lawama kwake, Nero alihitaji kundi la kulaumiwa Wakristo ambao walikuwa wachache na hawakujulikana sana, wakionekana kuwa na desturi ambazo Warumi waliona kuwa za ajabu na zisizo za kijamii. Mwanahistoria wa Kirumi Tacitus, katika kitabu cha 15 cha Annals, sura ya 44, anasema kwamba Nero aliwalaumu Wakristo kwa moto huo. Tacitus anaeleza jinsi Nero alivyowatesa Wakristo kwa mateso ya kikatili na kuwanyonga. Akaunti hii ni mojawapo ya vyanzo vya kina zaidi kuhusu mateso ya Wakristo chini ya Nero. Wakristo wengi walikamatwa na kuteswa kwa ukatili. Baadhi walifunikwa ngozi za wanyama na kuachwa wadurusiwe na mbwa, wengine walisulubiwa, wengine walichomwa wakiwa hai na kutumika kama taa za usiku katika bustani za Nero. Mateso haya yaliacha alama kubwa katika kumbukumbu ya Wakristo wa mwanzo. Katika maandiko ya Kikristo ya baadaye, Nero aliunganishwa na mpinga Kristo, akionekana kama mfano wa uovu mkubwa. Kwa sababu hii, inaaminika kwamba waandishi wa maandiko waliweza kubadilisha namba 616 kuwa 666 ili kumhusisha Nero na mpinga Kristo.
Lakini swali ni kwa nini kosa hili halikurekebishwa katika matoleo mapya ya Biblia? Katika manuskripti za kale, waandishi wengine walitumia 666, wengine 616 kulingana na jinsi walivyotaka kutambua yule mnyama. Lakini ukweli ni kwamba namba 6 katika Biblia inaashiria ubinadamu, udhaifu na kutokamilika. Mungu alimuumba mwanadamu siku ya 6, mwanadamu hufanya kazi siku 6 na kupumzika siku ya 7. Yeriko ilianguka siku ya 7 baada ya kutembea kwa siku 6. Kwa hiyo 666 inawakilisha kilele cha utawala wa mwanadamu bila Mungu, mfumo unaojitegemea na nguvu za dunia bila kumtambua Mungu. Baada ya muda, namba 666 ikaanza kutumika zaidi, hasa baada ya Irenaeus wa Lyons, baba wa kanisa wa karne ya pili, kusema kuwa hiyo ndiyo namba sahihi. Tatizo ni kwamba hoja zake zilitegemea manuskripti za baadaye, si za awali.